Lengo na dhumuni la mkutano wa leo, kwanza nijitambulishe, mimi ni Juma Saleh Mbogo. Kwa kupitia mkutano mkuu huu mimi nimeenda kama kaimu katibu mwenyekiti, na lengo la mkutano huu kwanza ni kuhitimisha mkutano mkuu wa mwaka wa wanachama 2026, lakini pia kutambulisha umma au wanachama wa chama cha makocha kwamba huu ndio mkutano mkuu wa mwisho wa uongozi uliopo madarakani ambao ni sisi. Lakini ndani yake pia lengo lilikuwa kwenda kukubaliana sasa na wanachama kutenga muda wa mpito uliobakia wa miezi mitatu, ni kwa namna gani tunaenda kuijadili katiba na kufanya marekebisho kabla ya uchaguzi mkuu 2026 mwezi wa 5. Hilo ndio dhumuni kubwa, lakini pia vile kuwasomea ripoti ya mapato na matumizi wanachama. Uchaguzi mkuu wa chama cha Tanzania hiyo itaenda kutangazwa na msajili kutoka Baraza la Michezo, lakini sisi kama chama tunayo nafasi ya kuwatangazia au kuwadokeza ama kuwataarifu wanachama wetu kwamba tumebakisha muda gani kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa hii ni nafasi yao kuangalia kama kuna yeyote kati yao mwanachama anatosha, anajiona anajivigezo na anatosheleza, basi ni wakati wake wa kujipanga na uchaguzi mkuu, naye akatia nia kwenda kugombea na kutupokea sisi ambao tulianza ili gurudumu. Ni kweli huo ni ugonjwa sugu ambao tunao kwenye tasnia hii ya ngumi yetu ya Tanzania, kitendo cha mabondia kutoka wao ama makocha kushawishi mabondia kutoka eneo moja kwenda katika maeneo hayo. Na nafikiri hii ni kwa sababu tu taifa letu bado ni changa katika kuwa manage mabondia. Ni taifa changa kwenye kuwa manage mabondia kwa sababu wengi sisi tunaishi tofauti na wenzetu wa football wanaishi kimikataba. Nadhani kama ingekuwa tunaishi kimikataba tokea mwanzo tunapowachukua watoto mpaka kukua kwao, hii migogoro isingekuwepo. Lakini sisi kama chama tulivyoingia madarakani, moja ya malengo yetu na maadhimio ni kudhibiti hii tabia mabondia ama makocha kuchukua bondia wa kocha fulani. Hasa wanachukua mabondia mbaya zaidi kipindi ambacho kocha kashagaramia, kashamlea, wengine wanawashomesha, wengine wanawarea kutokea wadogo na kuyabeba majukumu yao ya familia yao kwenye kula, kuwarisha na hata vifaa vya gym. Alafu finally tu mtoto anaanza kuwa rise kwenye boxing, anakuja kocha na ushawishi wa kila aina aliyokuwa nao, pengine uwezo wa kifedha na mandhari ya gym yake, na watoto ni wadogo wanakuwa. Kwa hiyo wakati mwingine mabondia wanatamanishwa na vifaa kutoka gym moja kwenda gym nyinginewe, na madhaifu ya kocha pia sometimes wanaangalia wao labda namna wanavyoishi, anaona yes, bora niende Mbogo boxing niachane na Kaizum Dragon boxing. Sasa sisi kama chama tuliweka maadhimio na mikakati kwamba tutadhibiti hili, lakini tutadhibiti vipi? Tutadhibiti kwa kuungana na commission, na tuliwahi kuunda form kabisa za utambulisho wa gym. Kila kocha awe ameorodhesha wa mabondia wake na kutia saini na kuiwasilisha commission, ili sasa watambuliwe. Ikitokea kocha analeta mgogoro au anapeleka kesi yake kwetu sisi, ameibiwa bondia na kocha fulani, basi tunapopa kuanzia. Huo ndio mchakato ambao sisi tulipambana nao na tukaufikisha commission na ukapokelewa mwaka jana March tarehe 7 na kuendelea. Sasa ni kwa sababu tupo na commission ya mpito, kuna vingi hapa ambavyo vinakuwa vinaendelea katika kuiandaa hiyo commission sasa ya viongozi ambao wamechaguliwa. Unakuta kuna baadhi ya majukumu yanafanywa kazi kwa wakati na mengine yapo kwenye kusubiri, lakini ninaamini katika hii awamu inayokuja kila kitu kitakaa sawa. Nafikiri moja ya ajenda hili lilinyoshewa vidole na wanachama kwenye mkutano wetu hapo tuliposomewa ripoti ya mapato na matumizi, na hiyo ikawa ni hoja ya makocha kulalamikia juu ya usajili. Manake hapa leo tulitanabaisha kwamba mkutano mkuu tutaendana na wanachama waliokuwa hai ambao ni registered, na tulitangaza hata kwenye vyombo vya habari na wengi walisikia, na hata wakati tunaingia hapo tuliweka orodha ya kurekodi au kuwa na reja ya makocha atakaoingia kama mahudhurio, lakini tulikuwa nao kwenye orodha yetu ya makocha kwamba hawa ndio wanastahili kuingia kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo miongoni mwao walikuja wengine ambao kumbe nao walilipia registration fee, lakini hawakubahatika kuingia kwenye orodha ya makocha waliosajiliwa. Kwa hiyo ikawa ni kama sehemu yao ya kusemea, mimi nimesajiliwa, mimi nilitoa ada yangu, mbona sipo kwenye orodha? Walianza kwenye group lakini mpaka kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ilishindwa sisi kuwazuia au kuwanyima haki yao kwenye mkutano kuingia ikiwa wamefanya malipo. Kwa busara na hekima ya mwenyekiti na kamati tendaji, tukaona ipo haja ya kuwapokea hao makocha hata kama taarifa yao haipo kwenye reja, and then kuwasikiliza na kuingia kwenye kikao kama observer
ama wasikilizaji na watazamaji, lakini huku tukiangalia taratibu zitakazofuata. Kwa hiyo swala la katibu limezungumzwa na wanachama na sisi tumelipokea, na ni swala sisi kulifanyia kazi sisi kama kamati, kama chama, kwa kushirikiana na TPBRC ambao ni wazazi wetu ama walezi pamoja na commission. Nadhani hatua zitachukuliwa. Usisahau kulike page yetu ile ya UKC TV. Fanya namna hii, au sio? Asante sana. Mazoezi afya.